unamdisi mwanangu. Sio namdisi, lazima nimwambie ukweli. Unajua kuna vitu vingine lazima ukubaliane. Mkubwa ni mkubwa tu, mavi ya mkubwa hayanuki. Na ikitokea, umenielewa, mtoto mdogo akasema mavi ya mkubwa amenuka, ujue hapo nyumbani akishakuwa aondoke. Huyu mtu wa Kigoma hata Kiswahili hajui. Mimi sijajua akasema methali gani. Hebu mwambie arudie. Yaani ukubwa tunazungumzia hapa kwanza ngoja nimrekebishe. Mimi ni Mpango original toka Ludewa. Mwamba mmoja kutoka Njombe. Mkoa wenye asili ya baridi yenyewe, umeelewa? Kwa hiyo ndio maana Kiswahili hajui. Kwa sababu Kiswahili sio kilishia. Ngoja tukufundishe. Sikiliza, ngoja kwanza. Wewe Kiswahili unakijua? Huyu anazungumzia ukubwa wa kuzaliwa kwa maana ya 36 kwa 35, ukubwa kwa maana ya quality. Hebu niulizie kwanza. Muulize yeye mwenyewe. Makombe mengi ya ligi anayo nani? Kwa hiyo tunachukua ya ligi tu. Ngoja tulia. Tulia. Tunaelezea kitu ambacho kinaonekana. Wewe utamwambia tulia. Sawa. Mimi mwenyekiti lakini sio Mangungu. Miongoni mwa wenye viti wakubwa sana, amefunga mkataba wa jezi bilioni 7. Haijawahi kutokea na haitotokea. Baba amewakimbia uwanjani. Kwa sababu wenzetu wanachukua 1300 kila jezi. Umesikia? Mimi kwanza nampongeza sana Mangungu. Ni mtu ambaye anajitambua na ana msimamo, kwa sababu kama mtu anawaita wanakula ubwabwa wanaondoka. Mkutano umeisha. Sasa hapa ni issue ya kikatiba. Ngoja turudi katika issue ya kikatiba. Kwanza kwa bahati mbaya Tanzania wavivu wa katiba. Huyu wakinukuu ibara 3 za katiba za Yanga ambazo zinamueleza rais wake anafanyaje kazi. Mimi ni muahidi leo sina hela ila namtafutia 200,000. Ibara 3 kwenye katiba ya Yanga ambazo zinamueleza rais wake anafanyaje kazi. Tuache wakati anafikiria, mwache. Ngoja nirudi mimi kuendelea. Unapotaja timu ataki Google nampa ruksa. Ukitaja timu yenye vikombe vingi Tanzania ni Simba Sports. Haijawahi kufikiwa na timu yoyote. Sasa muangalie swali lake lilivyokuwa la kitoto. Anauliza ligi. Hivi Simba na Yanga tunacheza ligi tu? Hatuchezi ngao? Hatuchezi federation? Hatukucheza makombe mengine? Kwa nini haya yasiwe? Hizo tournament zote unazoziona zenyewe zilikuwa zinahusisha mimi na yeye. Asa Simba ndo timu pekee ambayo ina vikombe vingi Tanzania kuliko timu nyingine. Na ndo timu pekee ambayo Mungu ameipa mamlaka ya kunusuru nchi. Ikikosea Simba haiwezekani tena. Simba ndo timu pekee Mungu ameipa mamlaka ya kuinusuru nchi. Mungu huwa anapanga. Ikikosea Simba haiwezekani tena mpaka dunia inakwisha. Mimi namuona tayari ameshachanganyikiwa. Mapema asubuhi yote hii. Bro, hii sasa hivi saa 3. Inatakiwa tuende kupambana. Sasa asubuhi yote unaanza kudanganya. Sawa. Brother, vikombe vya ligi NBC, umenielewa? Yanga bingwa mara 31 sio. Tunatafuta 32 sasa hivi. Umenielewa? FA CRDB tumefika 30. Yeah. Umenielewa? Sikiliza 58. Ngoja sikiliza. Bingwa makombe ya NBC mara 30. Brother, siku zote umesikia. Nasema utasikia hata ngoja. Ngoja. Dunia kwa sababu NBC si. Yaani unajua ipo hivi. NBC mara 30 ngapi? Sikiliza. Sasa hivi sinaitwa NBC. Nyuma ilikuwa inaitwa nini? Sibada kwa Premier League. Ngoja sasa. Sasa hivi ligi kuu Tanzania. Sasa unachanganyikiwa sijui nani. Umenielewa? Ligi kuu Tanzania. Basi tupeleke Kiswahili. Unachanganyikiwa nani? Taratibu. Sikiliza, ipo hivi. Tunachozungumza mantiki ni moja tu. Na utabaki kwenye mstari. Ndio maana nimemwambia ndugu yangu bado mapema sana. Umenielewa? Na nafikiri kuna wimbo mmoja uliimbwa na ni marehemu sasa hivi bila shaka. Ndugu wa Tanzania. Sasa hivi imefika kwa ndugu zetu. Ndugu wana Simba sasa yametimia wakati wa mateso. Maliziaga na wewe unashindwa. Sikiliza. Ningeimba tarabu ningekuelewa kwa sababu mimi ni mtu wa pwani. Hata unaniambia nyimbo hata ngoja hujaisikia pole kwa sababu ya maumivu. Unajua tunavyozungumza Yanga yeye mwenyewe anajua ni dude likubwa lenye uwezo mkubwa. Umenielewa? Tukitaka kuchukua kwenye mafanikio lazima utaiweka Yanga kama role model. Umenielewa? Ukitaka kuzungumza football Tanzania lazima umweke Yanga role model. Umenielewa? Ukitaka kuzungumza kwa jambo lolote lile la kimafanikio, jambo lolote lazima Yanga awe nini? Role model. Kwa hiyo tunavyowaambia ndugu zetu hawa, Simba unajua kinachowafelisha ni kiburi na jeuri na kejeli. Kujiona wamefanikiwa kumbe ndani yake wana umaskini. Umenielewa? Yaani ni sawa na mtu timu yenye bajeti kuliko timu yoyote Afrika Mashariki na Kati. Yaani bajeti yao imefikia bilioni 27 na upukupuku. Hiyo ndio timu maskini. Yaani utauona, mimi nikwambie utofauti wa Simba na Yanga niliwahi kusema. Nasema leo kwako.
ukizaliwa una akili timamu na familia zenu wote ni Yanga, automatically unaondoka unakuwa shabiki wa Simba. Ukizaliwa, nimesema, na akili timamu, sikusudia hawana akili, nasema utimamu. Kuna kuwa na akili na akili timamu. Miongoni mwa watu wana akili timamu ni mashabiki wa Simba. Hakujawahi kutokea watu wa namna hiyo. Sasa huyu umeona hapa kitu anachokifanya. Yaani klabu yenye utajiri mkubwa, yeye ndo kaita klabu ya kawaida. Klabu ya Simba kupitia majengo yake, valuation yake inaweza kununua Yanga na vilabu vingine. Ni 3 bilioni majengo tu. Hamna klabu yoyote ina thamani ya jengo kufikia hata milioni 300 hakuna. Umesikia? Ngoja kwanza. Klabu yenye jengo unajua tusizungumze sana. Taratibu ngoja tusizungumze sana. Unajua muda mwingine tunatumia maneno mengi. Alafu kumbe unachotaka kuongea ni kidogo tu. Ipo hivi. Nitafutia mwanasayansi yeyote aliyoidhibitisha Simba na utashi. Yupo? Yupo? Simba gani mnyama wa? Ngoja utajua wewe. Mimi nimeshasema Simba. Wanyama wote wanafanya kazi kwa utashi. Hawana akili. Au wanakusudia mnyama gani? Sikiliza. Kama yupo kwenye mnyama. Sikiliza. Wanyama wanafanya mambo yao kwa utashi, sio akili. Ngoja. Umenielewa vizuri? Ila akikusudia Simba binadamu. Sikiliza. Nimekwambia ndio timu pekee imejaribu kufanya mabadiliko wa mpira wa Tanzania. Ngoja, sikiliza. Kuna timu iliwahi kucheza nusu finali ya klabu bingwa ipo? Sikiliza. Zaidi ya Simba ipo? Umeona sasa? Nimesema sasa hivi saa 3. Yani, mtu kashachanganyikiwa. Ukisema maendeleo hakuna kama Simba. Ngoja, sikiliza blaza. Na ndio timu wana jezi na thamani kubwa kuliko timu nyingine. Wewe nimekwambia kila unachokihitaji, kila unachokitaka cha kimaendeleo ameanza Simba. Nimesema hivi hata jengo. Hebu nitajie jengo jingine lenye thamani Tanzania la klabu. Blaza, naomba nikuulize. Wenzetu wengine wao maji yakijaa. Blaza, sikiliza. Blaza. Yanga tuna majengo haya yapo Kariakoo. Umenielewa? Lile jengo la Msimbazi. Liko jengo hapa karibu na Msimbazi kutoka msikiti hapa. Tulia, taratibu. Umenielewa? Tulia. Yanga ndio timu pekee. Yes. Umenielewa? Hapa mtaa nini wa Mweza sijua. Tuna jengo. Na tulia sasa, tulia nikupe dozi. Umenielewa? Yanga ndio timu pekee kwa Tanzania kwa sasa hivi ambayo imefanya evaluation na kila mtu akajiridhisha kwamba evaluation iliyofanywa ni sahihi kufikia bilioni ngapi? 100. Kuliko national. Tulia. Ndio maana nasema wajinga ni wengi, wenye akili ni wachache. Umenielewa? Ndio maana sisi tuna kazi sasa hivi kuvielimisha hata vivichwa vije kupata nini? Akili. Umenielewa? Unajua ngoja bilioni. Si ndio bilioni 100? Hata national. Wewe unajua bilioni? Unaijua bilioni 1 na milioni 1000. Nyinyi ni 100. Yaani hata national thamani yake ipo kwenye 89, 88. Nyinyi mmewazidi. Umeona shida iliyokuwepo. Walikuwa wanaishi kwa kukali. Ngoja ndio maana nataka nimwambie. Blaza. Yaani sijui mmewazidi. Sikiliza. Upo hivi tunachokwambia. Ngoja taratibu lazima tukueleweshe. Unajua Sefu yani hapa alipo sasa hivi anachoshukuru anapokutana na watu wa Yanga. Tunambadilisha taratibu. Anakaa kwenye football na uhalisia. Umenielewa? Kujua kumbe evaluation unafanyaje ili upate kitu halisia. Leo tunachokwambia Yanga ni thamani yake bilioni 100. Leo wewe mwenyewe umeiona. Namna majengo. Jengo la Yanga lenyewe liko shilingi ngapi? Tuanze na jengo. More than 40 million. Bilioni. Yaani bilioni 20 lile jengo la Yanga lile lilokoko pale. Yaani lizidi majengo. Blaza. Naomba nikuulize. Ofisi za Yanga ziko wapi? Yanga. Ngoja tulia. Taratibu. Tumepanga na kuuliza. Tumepanga. Leta Simba kapanga. Tulia taratibu. Tumepanga. Simba kapanga wapi? Kwenye jengo lenu. Kwenye jengo letu. Simba ofisi liko wapi? Jangwani. Sio Kariakoo. Ngoja. Jangwani inapatikana wapi? Magomeni na nusu ya Kariakoo, sio Kariakoo. Jangwani iko katikati. Sasa ndio shida inapoanzia. Jangwani si Magomeni, iko Kariakoo hivyo. Sikiliza. Leo hii mtu anatoka mkoani. Kwani fire ni Kariakoo? Wapi? Iko around na nini? Karibu na nini? Sasa ikiwa karibu na Jangwani. Ndio maana ninachokwambia. Ngoja sikiliza. Unasema Jangwani inapakana na nini? Kupakana, sio Kariakoo sasa. Umenielewa? Taratibu tumeshakwambia. Basi tulia. Basi elewa ipo hivi. Tulia. Wewe mtu anatoka jengo jingine liko ndani katika taratibu. Unamwambia aje Kariakoo, unamwambia aje fire. Wapi? Vyovyote utakavyoweza. Au jengo la Yanga taratibu, achana nayo hiyo. Hizo hoja mnanileta hoja za kitoto. Mnaleta hoja za kitoto.
taratibu, tunachotaka tuambie. No, yani sikiliza kitu kimoja. Tunachotaka sasa tunataka twende taratibu. Ndio maana nakuuliza. Tulia. Ukikutana naye engineer anaongea kama ule. Yanga wote wanaongea hivi. Alafu wanajiita kuwa wana maarifa. Yes, tuna maarifa. Yanga mimi ambaye niliwahi kumuona ana maarifa toka naijua Yanga. Walikuwa ni watu wawili. Alikuwa ni Dismas Teni na yule mzee alowashtaki Yanga Magoma. Simona ndio hakujawahi kutokea Yanga wana maarifa kuliko Dismas Teni na Magoma. Huyu anavyoongea karibu hivi ndo anavyoongea engineer hivi na ndo maarifa yao yalivyo. Na huyu anajiita kuwa ana maarifa. Sema Mwenyezi Mungu mkubwa bwana. Huyu kampa kidogo uchumi angalau. Lakini uchumi si kama mandevu yake yalivyo, anaenda hata kwa mwewe. Ndio maana hata ndevu zimekugomea kwa sababu huna maarifa. Na ndevu hazikai sehemu ambazo hazina mtu hana maarifa. Cha kwanza lazima uelewe. Sasa mimi nikipiga ndevu sikuzidi wewe. Wewe tulia. Wewe ukapata ndevu. Umeendelea ngoja umesikia. Ndevu siku zote hata ukisoma kwenye vitabu vya dini wamepewa watu waliobarikiwa. Umenielewa? Wewe ndevu ziko wapi? Haya nani? Umesikia bro? Nataka nikwambie jambo moja. Leo hii tunavyozungumza Yanga inataka kujadili mipango yake. Umenielewa? Jambo lolote tunakutana wapi? Jangwani. Leo Simba mkitaka kujadili jambo lenu mnakutana wapi? Useme. Usitaki maelezo. Ni Jangwani ni sahihi kwa sababu hata ikifika saa 2 Wahindi wanakunywa komoni. Mimi nilikuwa sijajua baada ya salati Isha lile jengo la Yanga nafunguliwa milango kunawekwa meza wanakunywa komoni. Na mara mwisho waliwapangisha Wasambaa wauza tangawizi. Hamna duka, wote weka duka Jangwani. Hebu niambie wewe, anainua simu anapitaje salama? Mtalazimika kumlinda. Nataka tuzungumzie mpira, tuache na mambo. Taratibu kwanza tumalize hili. Nataka uniambie. Leo kwenye ofisi huwezi kuweka biashara. Kwenye ofisi huwezi kuweka nini? Biashara, lazima uelewe hiyo. Pale ni sehemu ya ofisi. Umenielewa? Taasisi ya Yanga inaendesha mambo yake pale. Mimi nataka nikuulize, tulia sasa. Nataka uniambie hapa. Leo hii Simba mkitaka kujadili mambo yenu mnakusanyika wapi? Simba. Useme hapa. Sio Simba nini? Kwa nini nazungumza timu gani? Nisikilize. Tuna hiari. Hatutaki maelekezo. Wengi tunaenda Serena. Kama watu watakuwa wachache tunakutana Msimbazi, wakiwa wachache zaidi huwa tunakutana katika ofisi zetu kwa sababu Simba tumetofautisha kati ya klabu na ofisi zetu. Na umaskini ndio mnaforce ilipo klabu kuwe na ofisi, ni hali ya njaa tu. Lakini hata Alikamwe anatamani ofisi yake iwe posta au anafuatwa posta. Ila hasa hali ngumu na bado tunaendeshwa kwa hisani. Ngoja nikumbushe ile jambo la mwisho la kimpira. Baada ya sifa sana kwenda kwa engineer, anayetoa fedha alikasirika Bwana Mwigulu Nchemba. Aliwahi kuita waandishi wa habari mwaka juzi nyumbani kwake, tafuta hizo clip, akasema hata mimi nawasajilia Yanga na nalipa mishahara. Kwa mantiki hii huwezi kumwambia tena Mwigulu tukatafute ofisi, atakwambia tukaeni pale. Sababu hata mwanzo pale simtaka kuwaweka wale kina mama na mkafanya ukarabati kila chumba kwa milioni 20. Sisi tunajua nyinyi mlikuwa mnatapeli tu. Wako wapi hao kina mama? Kwa nyinyi kukaa pale ni umaskini. Hatuwezi kulazimisha ngoja moja. Lakini pili anasema eneo la klabu alifanya biashara Manchester, ilipo klabu yake unanunua jezi na vitu vingine, Arsenal na watu wengine. Eneo lile ni lazima lizalishie klabu. Labda turudi kwenye hoja ya kimpira. Na hakuna Yanga anajua mpira. Hata humo tutakimbiana. Naam, ulikuwa unasema hoja gani bwana? Mimi nilichokuwa nataka niulize. Ndio. Ubora wa Simba, tuzungumzie football. Ubora wa Simba safari hii unauona uko wapi? Japo amepoteza mchezo mmoja. Yaani leo hii mimi ukianza kuniambia nielezee ubora wa Simba na uona uko sehemu gani, nakuwa nimechanganyikiwa. Sioni sehemu yote kwamba Simba na ubora. Sioni. Kwa sababu leo unapotaka kusema Simba ni bora unampima kwenye timu gani? Kwenye jambo gani? Umenielewa? Leo Simba kakutana na timu zenye uwezo. Simba amekutana na timu zenye uwezo, nataka nikutajie. Kakutana na Stade Malien, inajiweza. Kakutana na Petro Atletico, anajiweza. Kakutana na Azam, anajiweza. Simba amechezeaje chezea? Ndio sehemu iliyokuwa ya kujipima Simba niweze kujua ni bora au sio. Kaonyesha nini? Udhaifu. Leo unaniambiaje Simba nishauri kwamba niseme ni bora? Bwana, kwa kumalizia, kurejea kwa Luis Jose Miquissone ndani ya Simba Sports Club na Abudo Mutale kumpisha, kunaonekana ya kwamba ni nafasi nzuri kwa Simba Sports Club kwenda kujitafuta kuelekea kwenye michuano ya kimataifa. Kwanza amefanya maamuzi sahihi. Yani kwa Tanzania ukitaka malengo na uende mbali, klabu pekee unakwenda Simba Sports Club. So unamzungumzia Abraham. Abraham amefanya jambo sahihi na kapima wakati. Lakini huku kulifanywa fitina kidogo.
Anasema Simba ameenda kuipima katika timu ambazo wamekutana nazo. Bahati mbaya ukitaka kugundua Simba bora, alimgonga yule aliyemlazimisha Yanga kusuruhu mechi moja. Sasa Yanga naye amuonyeshe Simba ni bora kuliko wewe, amsubiri Azam wafanye nini? Amfunge. Lakini Simba amemwambia Yanga, ukiacha mechi za kuungaunga na penalty za uongo, huyu Mbeya City ndio alikusumbua. Alitia bakola ngapi Simba? Na Yanga na Mbeya City ilikuwaje? Sasa asubiri mechi na Azam, afanye atakalofanya, afa turudishie sisi, atuambie mmeona Azam nimefanyaje? Asa anapoenda kuomba kwa Stade Marien, anapoenda kuomba huku kwa Petro de Luanda, maana yake anashindwa kutujibu. Mimi nimesema Yanga akiwa bora, ujumbe wake huwa anatoa kwa kina Costi, ujumbe wake huwa anatoa kwa kina Fountain Gate. Unasikia bakora 3 5, unajua Yanga uko on fire. Bendi ya Skinde brother mpaka anongonezwe kipa. Mpaka utokee huruma, watu watakujidondosha warai. Sisi tunajua Costi, wakifikia muda ule wanajidondosha. Hakuna timu. Na mimi utabiri wangu Yanga anaweza kuwa nafasi ya 3. Lakini kwa Abraham amechagua sehemu sahihi ili uende Ulaya. Njia panda ni Simba. Vipi kurejea kwa Luis Mixon? Mixon huyu Abraham au mwenyewe? Luis Jose Mixon. Anarudi Simba? Taarifa mpya. Mimi nifikia Abraham ndo unamsema Mixon. Luis Jose Mixon. Yuko mjini tayari na jana ametua. Jamani, si anakuja kutembea. Unajua kitu ambacho nyinyi hamjakijua? Timu pekee ambayo unaweza kuitembelea na ina marengo ni Simba. Ukitoka Yanga unakuwa na chuki. Nitakwambia kuna watu wametoka Yanga juzi. Kina Bangala na wengine atakwenda hawaendi, kina nani wanadai kutokea Azam, kina Feitoto. Timu pekee ambayo unaweza ukatua hapa grip ukaenda kusalimia na unalipa nauli ni Simba Sports. Kwanza hata mabinti zetu asia tuna sura za mbuzi. Wewe angalia mechi za Simba na Yanga utagundua. Vipi lakini mnaona nafasi yake ipo ndani ya Simba? Hata Chama ana uwezo wa kuendelea kucheza Simba kwa sababu Simba ni chuo. Nikukumbushe mwisho ili niondoke. Chuji alishauriwa na Yanga wakamfungulia na genge kwamba mpira umefanyaje? Alipokuja Simba akacheza. Kiemba vile vile akacheza. Hata huyu Mwinyi Kazimoto wote hao walishamaliza na watu wakawaambia hamuwezi. Akiwa alipokuja Simba wakaperform. Emmanuel Okwi alishazurura ikashindikana. Alipokuja Simba akafanyaje? Ndio maana Benadi alisema akiwa kashika maiki, alitumia neno la Kiingereza university. Ndio, mimi sijui Kiswahili chake. Ni nini maana yake? Hilo ndo la kumalizia. Hakuna shabiki wa Simba na maarifa kama huyo. Labda mwanangu. Unajua kuna